Tunatia kichefuchefu tunapowasikia viongozi wetu wakiwasha moto wa mabua kupambana na ufisadi humu nchini, jambo ambalo wengi wao lifanya kiunafiki, kwani wao ndio wahusika wakuu. Ni moto ambao uzimika pindi tu hela za mwananchi zinapoingia ndani ya mifuko yao, na huku wananchi wakizidi kutoa cheche. Ni bayana ya kwamba uchunguzi umeweza kuchukua mkondo mpya baada ya hisia kutolewa kutoka upande wa serikali pamoja na ule wa upinzani. Yote hayo 9 na 10 ni gani? Francisca, and a guru can be okay because I'm a lady. Namtete, and if things goes worse, let us step aside for more investigation. Thank you. Kwa hivyo mimi naona kuna kitu inaandamana hiyo mama kwa hiyo pesa. Kwa hivyo ichunguzwe kutoka under secretary mpaka wale wadogo yake, sauri yake akipelekewa kitu imepitia kwa mkono ya hawa wengine kutoka chini mpaka juu. Kwa hivyo hii mambo waulizwe kama PS na hawa under secretary, kwa sababu wakipitisha kitu lazima ipitie mkono ya hawa, halafu yeye anakuwa final huko juu. Kwa maoni yangu binafsi, mimi ninaelewa kama vile wale ministers wale wengine wetu wamekuwa wakifanywa, mtu anakaa kando, anatoka nje ya ofisi, anachunguzwa, halafu then ndio arudi. Mimi ninaelewa kwanza akae kando, halafu then arudi. Haina shida, kwa sababu hiyo unajua akikaa huku inaweza changia upande ule mwingine wa upinzani, anza kuona ni kama kuna mapendeleo vitu za aina hiyo. Kwa jina naitwa Anton. Sasa tunajua ile tunaweza sema kulingana na hii serikali, ukiwa pale katika kazi kuna ile mapato unapata ukiwa serikalini, kuna mshahara wako. Sasa hakuna ile haja ya kusema tu mtu amepata mshahara yake anatumia pesa vibaya, mara ametumia pesa na hii kitu, amenunua kitu bei gari. Hata mimi saa hizi nikipata pesa zangu, niko na pesa zangu, hela zangu kwa mfuko, lifestyle ni ile inaweza kuwa meka yani life yangu kulingana na mimi nataka, kulingana na mapato yangu. So ni hoja kubwa sana tukipata kusema tu mtu anatumia pesa kiasi hii, amefanya kitu hivi, amefanya kitu fulani. Pesa ni ile tu, ukipata pesa zako wewe tumia vile unataka. Mimi naitwa Sebastian Mala. Maoni yangu ingekuwa kwamba Waiguru kama angependelea, angepeana nafasi, ange resign, alafu uchunguzi ifanyike ili ukweli wa maneno yajulikane. Akiwa hana hatia lolote, itakuwa cha msingi sana akipeana nafasi ili uchunguzi ufanywe. Hapo ndio Wakenya wengi watakuwa na confidence kwake. Lakini kama amekwamilia ofisi, hakuna mwenye atakuwa na confidence kwake. Itakuwa cha msingi kama anaweza peana fursa uchunguzi ufanywe. Hapo ndio Wakenya wengi watakuwa na imani kwake. Kwa majina naitwa James Mwangi, na hiyo mambo inahusiana Guru. My views are all what matters for the people, the young generation. All what we are urging is that tukuwe na integrity in our society. Everything that you do, you should mind somebody ambaye hana. Tuko na society ambayo you just care, unajali mwenzako. Hiyo sakata kama for real anajua nini hiyo kitu inamhusu, anafanga ticket kwa safi.